Ndugu zangu, hizi changamoto za kila siku, mshahara mdogo kazini, majukumu mengi nyumbani, unapambana kwa nguvu zote, unachoka mwili na akili, una madeni, una maumivu ya mahusiano, unajiuliza huyo Mungu atanipa lini kama kweli yupo? Nikikwambia kuwa hivi vyote unavyopitia pia ni majibu ya Mungu, utanielewa? Basi ngoja twende taratibu. Mathayo 4:1-11. Mungu alimpeleka mwanawe mwenyewe kwenye majaribu ili aihakiki imani yake. Akajaribiwa na shetani na akashinda. Mungu anatengeneza mtu kabla ya matokeo. Na utengenezaji wa mtu ni kupitia matendo, sio maneno. Kwa mfano, Mungu anataka ujue kuwa moto unaunguza kwa kukuunguza aswa, si kwa kukuambia tu kwa moto huu unaunguza, ili uone kwa matendo na ujenge imani thabiti. Warumi 5:3-4. Wala si hivyo tu, ila twajisifu pia katika dhiki, tukijua ya kuwa dhiki huleta saburi, na saburi huleta uthabiti wa moyo, na uthabiti wa moyo huleta tumaini. Ili mti usimame, unahitaji mizizi kweli yenye nguvu. Hicho ndicho kinachokutokea wewe. Unawekewa mizizi imara kwa kupitia kwenye uhalisia ili uishi kama shujaa aliyeshinda vita. Tumaini haliji juu juu tu. Tumaini ni safari ya kuzoea na kujua kuwa changamoto pia ni nzuri kwa ajili ya ukuaji. Kwa mfano, unataka Mungu akujalie uvumilivu. Lazima utapitia kukatishwa tamaa ili ujifunze kuwa uvumilivu si kwamba kutopitia kukata tamaa. Muda wote msikilize Mungu. Unapopitia changamoto, yeye ana majibu yako yote. Mithali 1:33. Bali yeye anisikilizaye atakaa salama, naye atatulia pasipo kuogopa mabaya. Haijasema mabaya hayapo, lakini hutoyaogopa. Hii inatia faraja sana. Tuombe. Baba wa mbinguni, tufundishe kukuamini katika kila hali, tukijua kuwa matatizo yanatengeneza saburi ili tuwe na moyo thabiti. Amen.